sisi ni watawala kwa asili. Sisi sio watu wa kunungunika. Unawezaje kukata tamaa ya maisha wakati unapumua bure? Hakuna mtu anayekuambia ulipie pumzi. Ukishajua kwamba tabia ya Mungu, yeye anajua kila kitu na wewe ni mfano wake, kwa hiyo na wewe unatakiwa ujue kila kitu. Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Alafu mwishoni kule anasema Mungu akaona vema. Mungu anapoona vema, manake kila kitu kimekamilika. Mungu anakuona wewe umekamilika, halafu wewe unajikataa, unasema mimi sijakamilika. Sasa sisi kwa nini tunakuwa wanyonge? Kwa sababu tumeshindwa kutambua kwamba ndani yetu kuna nguvu. Kwa hiyo tuwe watu wa namna hiyo kila wakati tuwapo. Anasema pia, anaendelea kusema, anasema enendeni mkazaliane katika maisha yako, katika siku zako ulizozipangilia. Je, unazalisha nini cha muhimu? Sio tu kuzaliana katika nyanja ya watoto, hapana. Kuzaliana katika biashara unazoifanya, kuzaliana katika mifugo, kuzaliana katika mashamba, kuzaliana katika ardhi. Kila kitu ambacho mwanadamu unakiona kwacho kinafaa kutawaliwa, lazima kizaliane. Swali la msingi la kujiuliza, je, wewe unazalisha nini? Kwa sababu bado tuna ufahamu, tuna fikra zetu zilipo makini, na fikra zetu ni fikra za Kristo mwenyewe. Kwa hiyo lazima tuwe watu wa kuzalisha. Tusiishie tu kuzaa watoto 12, watoto 20, tukasema kwamba sasa tumeagizwa tuje tuzae watoto. Hatujaagizwa kuja kuzaa watoto tu. Unazaa magari mangapi? Umezaa magorofa mangapi? Umezaa watu wangapi kiroho wa kuwatunza? Hayo ndio mambo ya msingi. Kuzaa ni pamoja na kusaidia watu. Watu wangapi umewasaidia katika maisha yako? Je, umegusa maisha ya watu kwa kiwango gani? Je, umekuwa msaada kwa jamii kwa kiwango gani? Je, umekuwa na ufahamu juu ya mambo yote ambayo yapo katika jamii yenye muendelezo wa kizazi hadi kizazi? Je, umekuwa msaada kiasi gani kwa nchi? Au umekuwa kero kwa nchi? Je, umekuwa msaada gani kwa familia? Umekuwa msaada gani kwa jirani yako? Umekuwa msaada gani kwa watu sio wajua? Kwa hiyo huko ndo kuzalisha na huko ndo kuzaliana. Lakini pia haitoshi tu hivyo, tumebarikiwa. Baadhi ya watu wanasema, naona kama baraka zako zimeharibiwa. Hakuna mtu wa kuharibu baraka zako, kwa sababu tayari pale imeshaandikwa Mungu akawabarikia. Sasa kama Mungu amekubarikia, kuna nani wa kuondoa baraka zako? Hakuna mtu wa kuondoa baraka zako. Kwa hiyo baraka zako unazo kila wakati. Neema yako unayo kila wakati. Hakuna mtu atakayeondoa baraka zako, na hakuna mtu atakayeondoa neema yako mahala popote. Asija akakudanganya mtu yeyote kwamba kuna mahala fulani baraka zimepungua au neema yako imepungua, au kuna mtu fulani ameharibu baraka zako. Baraka zako alishakupatia Mungu tayari, na Mungu ndiye ndo aliyekubariki. Kwa hakuna mtu yeyote mwenye uwezo zaidi ya Mungu. Na kama hakuna mtu yeyote mwenye uwezo zaidi ya Mungu, manake hizo baraka hakuna mtu wa kuziharibu, wala hiyo neema hakuna mtu wa kuiharibu. Kwa hiyo kwa kuwa haya yote tumeyatambua kwa pamoja kwamba tumebarikiwa, tumepewa nguvu ya kutawala, lakini pia tumepewa nguvu ya kuzaliana ndani yetu. Kwa hiyo nguvu ya kuzaliana katika fikra, katika maneno yetu, katika mihemko na katika hisia zetu. Kadri jinsi unavyowaza mawazo makubwa, ndivyo ambavyo unazalisha nishati ya vitu vikubwa. Kadri jinsi ambavyo unatamka vitu vikubwa katika kinywa chako, ndivyo ambavyo unaweza kuzalisha vitu vikubwa pia. Na kadri jinsi ambavyo unaamka na kuhisi mambo makubwa katika maisha yako, ndivyo ambavyo unazalisha vitu vikubwa katika maisha yako. Vile vile katika kuzaliana, lakini pia katika tunaposema katika baraka, vile vile unapowaza mawazo makubwa unabarikiwa, unaponena makubwa unabarikiwa, lakini pia unapoweza kuamka na kuhisi makubwa unabarikiwa. Kwa haya yote kwa pamoja tuyafahamu kwamba yapo ndani yetu. Hiyo nguvu inayotenda kazi ndani yetu ni nguvu ambayo Mungu mwenyewe ameiweka, na kwa sababu sisi mfano wa Mungu, maana yake tunafanana na Mungu mwenyewe. Na mifano hiyo ipo ya aina 4. Mfano wa kwanza ambao unalenga kabisa tabia za Mungu
upo katika mifumo miwili. Kwanza katika tabia ambazo mwanadamu anazo. Tabia zako zinafanana na tabia za Mungu. Lakini pia ukitoka kwenye tabia unafata katika mfumo wa roho. Roho yako inafanana na Mungu. Katika mfumo wa tabia na roho ndo tunapata sasa vitu vinne. Yaani kitu cha kwanza omniscience, kwamba Mungu anajua kila kitu kwa wakati wote. Kwa hiyo kama Mungu anajua kila kitu kwa wakati wote, basi kumbe na sisi tunajua kila kitu kwa wakati wote. Shida yetu ni moja tu, tumeweka limitation au tumeweka vizuizi kwenye akili zetu. Leo ukiambiwa kwamba bwana wewe utakuwa tajiri namba moja Tanzania, unakataa, unasema haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu umeweka vizuizi mwenyewe kichwani kwako. Kwa hiyo ikisoma tu kwamba wewe ni tajiri wa kwanza Tanzania, kwenye kichwa chako unakataa, kwa sababu kuna taarifa, akili yako imekuwa programmed katika hali ya kutoelewa namna ya kufanikiwa. Mm-hmm.